Kuna kipindi nilikuwa natamani ningekuja kuwa mwanajeshi. Kitu gani kilikuvutia? Nilikuwa natamani niwe padre. Bwana mwalimu, nina jambo nataka kuongea nawe, ila naogopa. Mimi nilishtuka, lakini sikutaka kumuonesha. Hii ni space kwa ajili ya sisi walimu kujadili mambo yetu ya ualimu. Inawezekana walimu wa Kiingereza wakawa na mbinu zao ambazo zipo kwa Kiingereza tu. Habari yako, karibu tena kwa mara nyingine. Hii ni space kwa ajili ya sisi walimu kujadili mambo yetu ya ualimu yanayohusu mbinu za kufundishia, malezi ya wanafunzi, lakini na ukuaji wetu sisi wenyewe katika masuala ya taaluma, ufundishaji wetu na maendeleo binafsi kwa ujumla. Na tumeanza mfululizo kuhusu simulizi za safari za walimu. Leo niko na Kelvin Mkulia. Yeye ni mkufunzi ambaye amebobea hasa kwenye mambo ya shule salama, kufundisha walimu lakini hata wanafunzi ni jinsi gani wanaweza kutengeneza mazingira salama ambayo yanaweza kumsaidia mwanafunzi kujifunza vizuri shuleni na kukua kama binadamu anayejitambua na kufikia malengo yake. Lakini pia Kevin amefundisha shule za sekondari hapa Tanzania kabla ya kuwa mkufunzi. Kwa hiyo ana uzoefu wa kufanya kazi na walimu kwa muda mrefu. Basi tusikilize safari ya Kelvin. Kelvin, karibu sana. Mambo vipi? Poa kabisa, nashukuru. Karibu. Kitu gani sijakisema kuhusu wewe ambacho ungependa kujazilizia au ukisema vizuri tena zaidi? Nadhani ni kama umemaliza kila kitu kwa sababu ulichozungumza ni sahihi. Ndio. Mimi nimefundisha kama mwalimu wa shule za sekondari kwa miaka 9 kabla ya kuingia kwenye ukufunzi na mpaka sasa hizi bado ninafanya kazi katika maeneo hayo ya mafunzo. Of course ni mafunzo yana tofauti, lakini mojawapo ni mafunzo ya walimu. Lakini sehemu ambayo nina interest nayo kubwa sana ama sehemu ambayo ninafurahi nikifanya basi ni hii sehemu ya shule salama. Na tunaposema shule salama maana yake ni kutengeneza mazingira mazuri kwa ajili ya wanafunzi kujifunza, lakini pia hata walimu nao kufanya kazi zao katika mazingira salama. Kwa hiyo ni sehemu ambayo kiukweli nafurahia, lakini upande mwingine pia sehemu nyingine pia ambayo nina interest nayo kwa kiasi kikubwa ni mbinu za kufundishia. Mbinu za kufundishia kwa maana ya mbinu za ujumla. Kwa hiyo bila kujalisha ni somo gani, inawezekana ikawa ni somo la Kiingereza, physics, biology, kuna zile mbinu za ujumla ambazo walimu huwa wanazitumia na pia nafahamu kuna mbinu tofauti. Inawezekana walimu wa Kiingereza wakawa na mbinu zao ambazo zipo kwa Kiingereza tu na walimu wa jiografia, walimu wa physics hali kadhalika, lakini kuna mbinu za ujumla, teaching methodology ambazo nina interest nazo. Safi. Na unapendezea kweli kuwa mwalimu. Haiba yako kwa jinsi tangu nimekufahamu. Nadhani wanafunzi wako walifurahi sana kuwa na wewe. Lakini safari yako ilikuwaje tangu ulivyokuwa unakuwa ukiwa na wewe mwanafunzi? Kitu gani kilikuvutia mpaka hatimaye ukaingia kwenye taaluma ya ualimu? Je, ulichagua au ilikubidi uingie? Manake si wote kwa kweli ambao tumekuwa kwenye taaluma ya walimu, sio kila mtu alipenda, lakini kuna wengine ambao iliwabidi, lakini kuna wengine ambao walichagua tangu mwanzo. Sasa karibu utushirikishe hapo, unasemaje? Asante. Kwanza mimi wakati nakuwa ujue wakati ule miaka ya mwishoni mwa 80 na miaka 90 wakati tunakuwa tumeingia shule ya msingi, tulikuwa tuna walimu walikuwa ni kama walezi. Sawa kabisa. Of course mpaka sasa walimu ni walezi, lakini kuna tofauti kidogo nyakati zile na sasa hivi. Kwa hiyo katika moja ya vitu ambavyo vimenivutia kuwa mwalimu, kuja kuwa mwalimu baadaye, ni walimu walionifundisha
tangu darasa la kwanza mpaka la 7 hata nilipoingia shule za sekondari na mpaka university. Walimu karibia wote walionifundisha, kuna vitu ambavyo nimejifunza kutoka kwao, lakini pia kuna vitu ambavyo vimenihamasisha katika taaluma yangu, lakini pia hata katika maisha ya kawaida. Lakini kwa kifupi ni kwamba kuna walimu ambao nikiwakumbuka mpaka leo nasema huyu kiukweli alikuwa ananifanya wakati nakuwa nilikuwa najisemea kama nikiwa mwalimu basi nitafurahi kama nikiwa kama mwalimu fulani. Kwa hiyo kuna walimu shule ya msingi kwa mfano, kuna mwalimu alikuwa anaitwa Mwalimu Isaya Hodram. Alikuwa ni mwalimu wa mathematics na alianza kutufundisha hisabati nadhani wakati niko darasa la 6 mwaka 1994 na mpaka tulivyomaliza darasa la 7 yeye ndo alikuwa mwalimu wetu. Alikuwa ni mwalimu lakini pia alikuwa ni rafiki, alikuwa ni mlezi lakini pia alikuwa ni mshauri. Kwa hiyo kwa kiasi kikubwa wakati ninasoma shule ya msingi, hata nilivyoenda sekondari na baadaye chuoni, hata nilikuja kufanya kazi, wakati fulani huwa nakumbuka yule mwalimu alivyokuwa ananifundisha mimi na anavyowafundisha wenzangu. Kwa hiyo kuna baadhi ya vitu nilikuwa najaribu kuvifanya kama yeye alivyokuwa anafanya. Safi kabisa. Kwa hiyo sijui kama umenijibu swali la kwamba je, ulichagua kuwa mwalimu au mazingira yalikupelekea ukajikuta umeshaingia kwenye walimu, au ni Mwalimu Isaya ndo alikuhamasisha na kukushauri ukae mwalimu? Kiukweli wakati ninakuwa, unajua kuna nyakati unajua unapokuwa mtoto kuna kipindi nilikuwa natamani ningekuja kuwa mwanajeshi. Ningetamani kuwa mwanajeshi kama Rogers. Hapa ningesema alikuwa natamani kuna wakati ningekuwa labda mchezaji wa mpira wa miguu. Kwa hiyo nilikuwa napitia, kuna kile kama natamani niwe mwalimu. Kadri ninavyozidi kukua, wakati nilikuwa natamani niwe padre. Kweli? Sababu kuna kakangu alisoma seminari na mimi ilikuwa bado kidogo nisome seminari, lakini baadaye sikutaka kwenda seminari kwa sababu niliona ni miaka mingi. Ulikuwa wakati huo unasoma miaka 7 kwa form 1 hadi form 6 ukijumlisha na mwaka mmoja wa pre-form 1. Kwa hiyo nilitamani fani mbalimbali kwa nyakati tofauti, ila nilivyokuwa sasa nimefika form 6 kwa mfano, form 5 na form 6 sikuwa nimetamani sana kuwa mwalimu. Nilitamani labda ningeenda kusomea vitu kama sheria na kada nyingine. Na mimi nilimaliza form 6 2002 kwenye shule ya sekondari Lindi Secondary School. Na wakati ule matokeo yetu kwanza hayakuwa darasa letu matokeo hayakuwa mazuri sana. Kwa hiyo hata nafasi ya kwenda chuo kikuu kutokana na matokeo ilikuwa kidogo, na kulikuwa na competition kubwa sana kuingia chuo kikuu. Kulikuwa hakuna vyuo vikuu vingi kama saa hizi. Kwa hiyo ikaonekana ili uweze kuingia university kirahisi, fani mojawapo ambayo inakuwa ni rahisi basi ni fani ya ualimu, education. Kwa hiyo nikaingia kwenye hiyo fani, lakini bahati nzuri pia hata nilipoanza kujifunza ualimu nikajikuta na upenda zaidi. Kwa hiyo lilikuwa sio chaguo la moja kwa moja, pamoja na kwamba alikuwa anapenda, nilikuwa na vinasaba vya kupenda ualimu, lakini nilivyoingia sasa kwenye mafunzo ya ualimu nikajikuta na upenda zaidi kuliko hata vile ambavyo nilikuwa nafikiria. Safi sana. Na umeshaupenda ualimu na umeniambia umefundisha shule 2 au 3 labda za sekondari. Unafikiri ni kitu gani, au niseme nitumie neno sijui, ni faraja gani, furaha gani, utoshelevu gani ambao umeupata katika wewe kuwa mwalimu? Ni namna gani ambavyo ulifikiria kwamba sijakosea? Ndio. Kitu gani katika safari yako ya ualimu ambayo acha alama kwako wewe binafsi kwanza? Sawa. Kuna faida nyingi ambazo nimezipata, faida nyingi sana. Lakini kuna faida kubwa 2 ambazo naweza nikazitaja hapa. Faida ya kwanza ni kwamba walimu umenipa familia, umenipa mke, umenipa familia, kwa sababu mimi nilikutana na mke wangu kazini, yeye ni mwalimu. Tulikuwa tunafundisha wote. Kwa hiyo inaweza kusema faida ya kwanza ya ujumla. Lakini faida ya pili, na hii ndio kubwa zaidi, ambayo kwa wakati wote nikifikiria hii
nasema nilifanya jambo la sahihi sana, nilikuwa sahihi sana kujiunga na walimu. Ni pale ambapo ninapokutana na wanafunzi wangu ambao niliwafundisha niliwafundisha darasani, na kuna wengine ambao hata sikuwafundisha moja kwa moja darasani, lakini labda walikuwepo kwenye shule ambao wanafundisha, nikapata labda kuongea nao mawili matatu. Napokutana nao sasa, labda wamefanya vitu vizuri kwenye jamii, wengine labda ni wafanyakazi, wengine wapo kwenye biashara, kuna wengine wapo kwenye siasa, kuna hadi viongozi pia ambao wapo kwenye nafasi za kuteuliwa. Kwa hiyo ninapoenda sehemu, kwa mfano napokutana na mwanafunzi, huwa najisikia faraja sana. Nasema huyu amepita mikononi mwangu. Na hapa sasa mwanafunzi ambaye mimi nikutana na mwanafunzi yeyote yule, naweza nikakutana na mwanafunzi ambaye utakuta ni mwalimu, huwa najisikia vizuri sana. Kuna wanafunzi wengine ambao ni wafundisha wanafanya kazi benki. Kuna wengine wapo kwenye mashirika ya serikali kama TRA. Kuna wengine wapo hadi wateule wa Mheshimiwa Rais. Sisemi kwamba mimi nilichangia sana kwenye wao kufanikiwa, lakini kwa sababu jitihada zao walifanya. Yes, lakini kwa sababu tu walipata nafasi ya kupita mikononi mwangu, basi ni jambo ambalo linanipa faraja. Kwa hiyo mimi kwangu ni faida kubwa sana. Lakini pia inanitia moyo na pia inaonyesha umuhimu wa kazi ya walimu, kwamba walimu ndio wanaojenga taifa. Kwa hiyo ukiona watu wamekuwa labda wanafanya kazi kwenye nafasi tofauti tofauti na wanafanya vizuri, manake walimu wana mchango mkubwa sana katika kuwashape wale watu. Nimependa ulivyosema kwa sababu walipita kwenye mikono yako. Na mimi ninaamini sana katika nafasi ya mwalimu kumjenga mtu, kwa maana ya kwamba yapo maamuzi mengi ya kujenga au ya kubomoa ambayo mwalimu anaweza kayafanya katika wale watu ambao wanakuwa nao. Kwanza fikiria masaa ambayo mwanafunzi anatumia shuleni ni mengi kuliko anayotumia nyumbani. Sahihi. Ukiacha kipindi cha likizo labda mwezi, na unakuta hata katikati ya likizo bado kuna baadhi ya programs ambazo zinaweza zikawa rasmi au sio rasmi. Wazazi wataenda kwenye labda kempu, wataenda kutembelea shangazi na mjomba na nini. Kwa hiyo masaa yale ya asubuhi mpaka alasiri na wakati mwingine mpaka jioni yako kwa mwalimu. Kwa kama mwalimu tuseme hana nia njema na mtu ambao kwa kweli hatutegemei, maadili yetu yanatutengeneza katika namna ambayo tunaona nikifanya hapa kitu kinyume na kuharibu maisha ya mtu ni kitu kinauma sana. Ni satisfaction yetu ni kuona mtu anafanikiwa, anafika mbali, ni kama ambavyo umesema. Kwa hiyo nimependa unavyosema waliopita mikononi. Mimi inanikumbusha kwamba na mtu mwingine anaweza akakumbuka kwamba tuna dhamana kubwa sana ya aidha kujenga au kubomoa kwa vitendo au hata kwa maneno unayomtamkia mtu, hata kwa kauli. Umemtaja Mwalimu Isaya jinsi gani nimesema alikuwa anawajenga. Kwa hiyo inawezekana labda alikufundisha mwaka mmoja tu hapo shuleni, lakini ujenzi wake mpaka leo nalikumbuka jina la kwake yeye na la mzazi wake. Kwa hiyo nakubaliana na wewe na hapo umenigusa. Ni kweli tuna nafasi kubwa sana. Na wewe unamkumbuka Mwalimu Isaya, lakini wewe una impact gani ambayo nadhani umewahi kufanya? Kuna kitu gani ambacho umewahi kukifanya ambacho unasema hapa kweli niliacha alama kwenye maisha ya mtu fulani, mbali na huo ujumla wa watu ambao umeweza kuwa reference, lakini kitu gani ambacho ukikumbuka impact was kinakufariji kwamba uliacha alama kwenye maisha ya mtu? Asante. Na kwanza na labda niseme kwamba nimemtaja Mwalimu Isaya kama ulivyosema, ni mtu ambaye ameni influence sana, lakini kama nilivyosema walimu karibia wote ambao wamenifundisha wame influence. Na of course hata walimu ambao nilifanya nao kazi kama walimu wenzangu, nimekuta bado unajifunza vitu vingi sana vya kiwalimu kutoka kwao. Sasa kuhusu ni kitu gani ambacho labda nimekifanya ambacho naweza nikasema kinanifanya niwe proud kama ni sahihi swali lako. Nadhani watu wengi sana ukiwauliza ni kitu gani mwalimu umefanya, mwalimu anaweza akakwambia bwana, mimi niliweza
kutoa A 30 katika darasa la wanafunzi 40. Mwingine anaweza akasema bwana, mimi aisee, nilipofika pale nilikuta kuna F 100 lakini nikaja nikabadilisha saizi hakuna F ama zimepungua. Ni mchango mzuri sana, mchango wa kitaaluma. Lakini mimi nadhani mchango mkubwa ambao mwalimu anaweza akautoa ni pale ambapo anaweza akamotivate mwanafunzi yule ambaye anaona kama hawezi akajiona anaweza. Yule ambaye anakata tamaa akaona kwamba kumbe mimi ni mtu wa tofauti na hivi ninavyojifikiria. Lakini pia kuwatoa wanafunzi ambao wapo kwenye mazingira hatarishi kwa kwenye hali salama. Hii ni moja kati ya vitu ambavyo mwanafunzi mwenyewe ni vigumu sana kuisahau kwenye maisha yake. Anaweza akawa amepata A darasa la 7 form 4 na form 6, baadaye akaja akamsahau hata yule mwalimu alimfundisha primary school, labda alikuwa anamchapa sana, lakini baadaye akaja akapata A. Sawa. Kwa hiyo nataka kusema ni kwamba mchango mkubwa ambao walimu tunaweza tukaufanya upo hayo, na nimeanza na hilo kwa sababu mimi naweza nikasema kwa nafasi yangu ndio sehemu ambayo ukiniambia ni sehemu gani ambayo nadhani nimechangia kwa kiasi kubwa ni kwenye hayo maeneo. Nimefanya kwa wanafunzi, siwezi kusema ni wengi, lakini nimejaribu kuwajenga wanafunzi ama kuwaaminisha kwamba wanaweza katika masomo ambayo walikuwa labda wanaona ni magumu, lakini hata katika mambo mengine. Kwa mfano kuna wanafunzi utakuta anakuwa hana confidence ya kuongea labda mbele za watu, inawezekana ikawa ni kwenye debate ama kwenye kujibu swali darasani ama kusimama mbele ya wenzake kama kwenye assembly ground. Sasa mara nyingi nimekuwa nikijitahidi kujaribu kuwajenga na kuambia kwamba wewe unaweza. Lakini kama unadhani uwezi, hebu niambie wasiwasi wako ni nini? Hata kama bwana nadhani mimi siwezi kwa sababu hivi na hivi. Kwa hiyo wakati mwingine tunafanya pamoja mimi na yeye, tunajaribu kuangalia ni maeneo gani ambayo tunaweza tukayaboresha. Kwa hiyo mchango ambao mimi nadhani nimeufanya kwa kiasi kikubwa, ukiacha kufundisha darasani, ni hiyo kuwaaminisha watu, lakini pia kuwaongoza kwenye ndoto zao. Kuna mwingine sasa, wala mimi nataka nije kuwa daktari lakini sijui nifanye nini. Najua kama natakiwa labda nisome masomo ya sayansi, lakini mbona unaona kama ni vigumu sana kwangu. Lakini unapokuwa una mtu kama huyo, pia unaweza ukamjenga, ukamuongoza na baadaye akafanikiwa. Kwa katika hayo maeneo nadhani ndio sehemu ambazo mimi naona kwa kiasi fulani nimeweka mchango mkubwa. Na una kumbukumbu gani au katika eneo hilo hilo kitu gani ambacho unakikumbuka ambacho whether ni mchango wenyewe? Je, uligusaje maisha ya mtu? Kuna what difference did you make kwenye maisha ya mtu ambayo mpaka leo kikaa unasema yes, ni kweli kuwajenga. Wakati mwingine tunafanya kwa mtu mmoja mmoja, wakati mwingine tunafanya kwa kundi, wakati mwingine tunafanya darasani kwa watu wengi. Nategemea kila mwanafunzi na confidence yake. Kuna wale ambao anakuwepo tu yuko kimya, lakini kuna kitu ambacho unakikuta tukisahau, labda tuseme, ambacho kweli ni hadithi ambayo tunaweza tukaikumbuka na you feel proud telling about that story. Sawa. Sasa hii hadithi sijui nisemaje. Okay, ni kwamba kuna nyakati fulani wakati ninafundisha miaka ya nyuma, nadhani sasa hivi imepita kama miaka tangu hilo tukio limetokea, ni miaka kama labda 14 ama 15 hivi. Kwenye hiyo shule ambayo nilikuwa nafundisha kulikuwa na, of course, kulikuwa na wanafunzi wengi sana. Sasa labda naweza tunasimulia kama hadithi, lakini nadhani mtapata kwa nini. Kwa hiyo kuna siku moja wakati niko nyumbani kwangu, kuna mwanafunzi mmoja akawa amenifuata. Amenifuata, lakini alikuwa anaonekana na wasiwasi sana. Kana naongea naye pale, bwana vipi? Safi, naongea naye tu katika in a very friendly manner. Kaambia bwana vipi? Safi. Mbona unakaa kama na wasiwasi? Bwana mwalimu, nimekuja kuna kitu nataka nikuambie. Nikasema sawa, haina shida, karibu.
na ilikuwa muda kidogo sio muda rafiki, ilikuwa kama kwenye saa 12 saa 1. Lakini akawa baada ya kumwambia vile akawa kama amewaza, akasema lakini basi hamna shida, akaondoka. Na baada ya pale nikamwambia, sababu sikutaka kumlazimisha, lazima ongee na mimi. Lakini baada ya kumfuatilia nikagundua kwamba ana wasiwasi, yani hata akiwa darasani hayuko comfortable. Bahati nzuri siku ya pili akaja tena. Akaniambia, bwana mwalimu, mimi na jambo nataka kuongea na wewe, ila naogopa nihakikishie tu kwamba hili jambo sio zuri, lakini nikiongea na wewe itakuwa salama. Nikamwambia hakuna shida, utakuwa salama na mimi nakuhakikishia usalama wako, itabakia kati yangu mimi na wewe. Nikamwambia sawa. Basi yule binti akaja akaniambia, bwana mwalimu, mimi hapa nilipo ni mjamzito. Na wakati huo ilikuwa ni wanafunzi wametoka nyumbani. Nadhani walikuwa wametoka kwenye ile likizo kubwa. Ilikuwa ni kama wiki 2 ama 3 baada ya shule kufunguliwa. Kwa hiyo alivyoniambia mimi nilishtuka, lakini sikutaka kuonesha kushtusha. Unajua ukishashtuka pia unaweza ukamtisha. Sasa akaniambia mimi ni mjamzito. Nikamwambia okay. Nikamwambia sawa, haina shida. Kwa hiyo nikachukulia kama kitu cha kawaida. Kwa hiyo kama na anasema huko analia, nikamwambia sasa usilie, sababu hapa tunaongea ili niweze kusaidia. Akasema kwa hiyo ndio hivyo, mimi ni mjamzito, nilipokuwa likizo nikawa niko na mtu nimekutana naye kwa bahati mbaya, ndio hivyo nimekuwa mjamzito. Sasa nimerudi shuleni na nimesikia kwamba wiki hii siku ya Ijumaa watu yaani wanafunzi wa kike itachukuliwa kwa ajili ya kwenda kupima ujauzito. Kwa mimi na wasiwasi sana, kwa sababu najua wazazi wangu wakijua hiyo wanaweza hata wakaniua, wanaweza wakanipiga mapanga, na baba yangu ni mtu wa dini. Kwa hiyo na hapa tena hivyo wakipima, kwa hiyo shule itafukuzwa. Kwa hiyo kuna mambo mengi sana ambayo yako mbele yangu, sijui nifanye nini. Kwa hiyo naomba mwalimu unisaidie. Kwa hiyo mimi nikawaza sana pale. Kwanza nikamwambia pole kwa hiyo scenario, kwa sababu unajua upo kwenye wakati mgumu sana, ukikumbuka nyumbani lakini masomo. Kwa hiyo ipo kwenye wakati mgumu sana. Naomba kwanza unipe nafasi nijaribu kuongea na wazazi wako, kwa sababu inawezekana wewe ukiongea nao hatakuelewa. Naomba nipate muda niongee na wazazi wako, nijaribu kuwaelewesha, kuongea nao tuone kama tunaweza tukafikia mahali. Alikuwa kidogo hesitant mwanzo, alisita, lakini baadaye akakubali, sababu akifikiria ule ukali wa nyumbani. Yes. Kwa hiyo akakubali, akanipa namba ya simu. Alafu nikapiga, nikaongea na wazazi. Kwa kweli ilikuwa ni mazungumzo magumu sana kwangu, lakini hata kwao pia ilileta changamoto, lakini baadaye wakaja wakanielewa. Na mimi nilichowaambia ni kwamba huyu binti ni mjamzito, lakini haina maana kwamba elimu yake ndio inaishia hapa. Wakasema sisi hatuwezi kumpeleka private school, maisha kidogo ni magumu. Nikamwambia sawa, nafahamu. Sasa tufanyaje? Nikamwambia sasa tunaweza tukafanya jambo moja au la pili. Jambo la kwanza, unaweza baba au mama ukaja shuleni ukamchukua kabla hajapimwa. Kwa hiyo unaweza ukaja hapa kuongea na mwalimu, ukasema bwana, huyu mtu anaumwa, inabidi tumpeleke hospitali. Mtihani. Inabidi tumpeleke hospitali. Alafu ukishamchukua sasa, mnaweza mkatafuta namna ya kuongea na daktari ili aweze kuandika barua kwamba bwana, huyu mwanafunzi ni mgonjwa. Kwa hiyo atakuwa kwa matibabu kwa muda mrefu. Alafu akae nyumbani mpaka aje ajifungue yule mtoto. Akishajifungua, basi huyu mtoto mtatafuta namna ya kukaa naye nyumbani. Lakini huyu binti baadaye atatakiwa arudi shule. Kwa hiyo unaweza ukatafuta namna ya kuomba ruhusa, kwa sababu huyu anaonekana yupo kwenye matibabu. Kwa hiyo iandikwe barua ije shuleni kwamba atakuwa kwa matibabu ya muda mrefu, alafu atakaa nyumbani, atajifungua. Akishamaliza matibabu yake, maana yake mtoto anaweza akawa mdogo ndio, lakini anaweza akarudi kuja kuendelea na masomo. Kwa hiyo mzee baada ya kuongea naye vile, bahati nzuri alikubali.
I say. Bahati nzuri ningefanyaje kwa hapo yani. Bahati nzuri alikubali, na mimi nikaja nikaongea na yule mwanafunzi, nikamu-encourage sana, nikamwambia kwanza usifikirie kabisa swala la kutoa mimba. Cha kufanya ni kwamba wewe ili jambo limeshatokea. Kama ni sisi Wakristo tunasema labda ametenda dhambi, kama ni dhambi umetenda, utakiwa kutenda dhambi nyingine. Sawa cha kufanya labda ukazingatia kama tulivyoongea, nenda nyumbani ukajitunze, Mungu akujalia ukizaa mtoto ukijifungua salama, tutaangalia huko baadaye uweze kurudi shule. Kwa hiyo ni kweli akarudi nyumbani, akakaa kule ni almost ilikuwa ni kama mwaka mzima. Na baada ya hapo sasa alikuja alijifungua, nadhani mtoto akiwa na miezi miwili ama mitatu, nimesahau, lakini alirudi shuleni akiwa amejifungua, na mtoto alimwacha nyumbani kwa mama yake. Na alivyorudi pia alikuwa hajakaa vizuri kwa sababu kama alikuwa anajistukia. Lakini pia nadhani alikuwa anamwaza mtoto sababu alikuwa ni mdogo. Akaja kwangu akaniambia, nikamwambia umefanya jambo zuri. Kwa hiyo nikawa tu namu-encourage ili aweze asijisikie vibaya au asijisikie tofauti sana, na kwamba kwa sababu ni jambo ambalo nilikuwa nafahamu mimi. Of course kulikuwa na mwalimu wenzangu pia wa kike nilikuja kumshirikisha baadaye, tukawa tunamsaidia, tunajaribu kumguide, tunamu-encourage kwamba you can do this. Na baada ya pale ni wa kike, yes. Na baada ya pale yule mwanafunzi aliendelea kusoma, akaja akakaa vizuri. Mimi kwa bahati mbaya ama mzuri, baadaye nikawa nimehama kwenye ile shule, nikawa nimeenda shule nyingine. Na yule mwanafunzi kwa tumepotezana, nikapita miaka mingi sana. Miaka kama 3-4 nyuma, miaka 3 nadhani ama 4, siku moja kulikuwa na kongamano la wadau wa elimu pale Mlimani City. Na nikawa nimeenda pale kuwakilisha shirika ambao nafanyia kazi. Kwa hiyo nimefika pale, wakati nimekaa kwenye viti sababu kulikuwa na watu wengi sana, nikaona kuna binti yuko upande wangu wa kulia kwa mbele kidogo. Mimi nimekaa hapa lakini yeye ipo kwa mbele lakini kwenye roho tofauti. Inaonekana wakati mimi naingia aliniona. Kwa hiyo wakati nimekaa pale yule binti akawa anageuka ananicheki, alafu anatabasamu. Sasa jaribu kufocus, lakini naona yule binti yani muda wote anakaa ananiangalia, anatabasamu, ni kama mtu fulani ambaye ananifahamu. Mimi simkumbuki. Na alikuwa amekaa na mama mwingine pale, mtu mzima kidogo. Nikaona yule mama naye anageuka ananitizama. Wawili sasa kuangalia wewe. Kama wanaongea, wanatabasamu, wananitizama. Mimi sikumbuki jambo lolote. Sasa nikasema huyu ni nani? Lakini baadaye kidogo wakati wa chakula watu kaa tumechanganyika kidogo, yule binti akaja akaambia mwalimu shikamoo. Of course alikuwa amebadilika saizi, ni kidogo tofauti wakati wewe ni mtu mzima. Nikamwambia marahaba, vipi? Sawa. Anambia akawa anamwambia yule mama, sasa anambia bwana huyu ndiye alikuwa anakuambia. Mimi kana shangaa. Sasa na mimi nikawa kama nipigwa na butwa. Akasema kwani kama umenisahau mwalimu? Nikamwambia yani najua wewe ni mwanafunzi, sura imekuja lakini kidogo umenichanganya. Akaambia mtoto wako saizi mkubwa tu. Pale ndo akanivuruga kabisa kwa sababu mimi mtoto wako mkubwa. Naambia mtoto wako mkubwa. Akanivuruga kabisa. Nikamwambia mtoto wangu kivipi? Akaambia haini umesahau. Ndo akaanza kunisimulia ile story. Akaambia mwalimu, mimi ulinifundisha sehemu fulani. Nikamwambia kweli. Akaambia unakumbuka kuna mwanafunzi alikuja kwako akakwambia hivi, ukanishauri sana usitoe mimba si na nini, ukaongea na wazazi wangu. Sasa ndo mimi. Sasa pale ndo nikakumbuka kumbe. Basi tukafurahi, tukapiga story sana pale. Akanionyesha picha yule mtoto amekuwa mkubwa kabisa. Kwa hiyo nikajisikia faraja sana. Na yule binti alikuwa pale sababu naye ni mwalimu, kuna shule moja anafundisha hapa Dar es Salaam. Na ni mwalimu mzuri of course, kwa sababu hata unavyoongea naye mwalimu mzuri unaweza kumjua tu ukiongea naye. Kwa hiyo nilifurahi sana na kile kitu mpaka leo bado nakikumbuka kama mfano mmoja wapo ambavyo mwalimu anaweza akabadilisha maisha ya mwanafunzi kutoka kutaka kuwa mabaya yakawa mazuri. Mwanafunzi labda angeweza kujidhuru ama labda ndoto zake za elimu zingeishia pale pale. Sina hakika kama kwa mazingira ya kisheria ya wakati ule ilikuwa ni jambo sahihi
sana kufanya, lakini mimi naona kama nilifanya jambo hekima yako ilikuongoza hivi. Yes, naona nilifanya jambo sahihi sana kwa sababu ninaona kama niliokoa maisha ya watu wawili, mmoja maisha ya kielimu, mwingine labda maisha ya uhai wake huyo ambaye alikuwa kwenye hatari aidha ya kutolewa au kwa namna gani. Pamoja na kwamba alikuwa sina uhakika kama ndo angeweza kufanya hivyo, lakini hilo lilipa moyo. Kwa hiyo ni jambo ambalo naweza nikasema ni hadithi moja wapo na hadithi nyingi sana. Lakini nyingine kwa kumalizia katika eneo hilo ni kwamba kuna wakati pia nilikuwa nafundisha Kiswahili kwa wageni, kwa Wamarekani na wale Wamarekani kwa sababu wanakuja nchini kufanya kazi mbalimbali, moja kati ya vigezo vya wao kufanya kazi ni lazima faulu lugha ya Kiswahili. Kwa hiyo kuna mmoja ambaye alikuja akawa amekata tamaa kabisa, akawa ameshaandika kwamba bwana, mimi naona siwezi kukaa Tanzania kwa sababu lugha ya Kiswahili imenishinda kabisa. Kwa alikuwa ashafanya mafunzo kiasi, akajitathmini akaona hawezi. Absolutely. Kwa sababu wakati wa mafunzo pale huwa mnafanya mazoezi, lakini pia wanatakiwa waende kwa mfano wakaongea na watu wengine huko nje. Akaona ana struggle, anasema hawezi, mimi siwezi kuendelea. Mimi nilijitahidi sana kwanza kumsihi na kumencourage na kumpa mbinu na kumtia moyo sana kwamba wewe unaweza na unaweza ukamaliza haya masomo haya mafunzo vizuri kabisa. Alisikiliza, baadaye akabadilisha uamuzi, baadaye akafaulu vizuri tu. Kwa hilo nalo pia kwa upande mwingine ni moja kati ya vitu ambavyo unaweza kusema ninajivunia kwamba katika ualimu nilitimiza haya majukumu kwa ufasaha. Safi sana. Hongera. Kwa kweli ualimu una kofia nyingi. Whether umeisomea au hujaisomea, lakini naona kikubwa hapo kwako leadership pia. Kubadilisha mtazamo wa mtu na kumrejesha kwenye nafasi yake. Si kila mtu anaweza. Hata katika kati yetu sisi walimu sio kila mtu anaweza. Na tamani nijue ilikuwa ngumu kiasi gani na rahisi kiasi gani wewe kumsaidia yule binti ambaye alikuwa kwenye hatari aidha ya kufukuzwa shule au akatoe mimba, yani lolote lingeweza. Ilikuwa ngumu kiasi gani? Ilikuwa ngumu sana, naweza nikasema ilikuwa ni ngumu sana kwa sababu kwanza mimi mwenyewe nilikuwa naogopa yule mtu amekuja na siri ambayo kwa wakati ule inawezekana alikuwa hajamwambia mtu mwingine yeyote ile. Na ile siri kwanza ilikuwa kwa mazingira wakati ule. Acha sasa hivi mambo yamebadilika. Kwa mfano mwanafunzi kama tunavyojua akiwa mjamzito anatakiwa afukuzwe shule. Na maana yake ni kwamba kama mwanafunzi amekuja kudisclose kwangu mimi, kuniambia mwalimu kwamba bwana, mimi ni mjamzito, ilitakiwa mimi kama mwalimu wajibu wangu ni kwenda kuripoti kwamba bwana, kuna mwanafunzi amesema yeye ni mjamzito, which means hawezi kuendelea kuwa mwanafunzi. Kwa hiyo hilo kwanza ilikuwa ni mzigo mzito sana kwangu, kwa sababu nilikuwa naona ninawajibika professionally kuripoti. Lakini upande mwingine nikaona huyu mwanafunzi pia ananihitaji kwa sababu anaweza kufanya chochote. Kwa hiyo nikasema inawezekana nikawa ninavunja sheria kwa kutoa ripoti hii, lakini pia kwa upande mwingine labda ninafanya kazi ambayo itamsaidia huyu mwanafunzi na iko kiumbe ambacho kiko. Kwa hiyo ugumu ulianzia hapa, lakini ugumu wa pili nilikuwa sina uhakika kwamba ushauri wangu atauchukuliaje, ataufuata. Anaweza akaupuuza na akiupuuza sasa sijui matokeo yake yatakuwaje. Lakini kitu cha tatu pia nilikuwa najiuliza kwamba ameongea na mimi, anaweza akaenda akaongea na mtu mwingine kule akasema bwana, labda aliongea na mwalimu fulani, nimeshauriwa hivi na hivi na hivi, na sijui yule ataichukulia vipi. Kwa hiyo nilikuwa kwenye wakati mgumu, kwanza kushauri, lakini pia hata baada ya kushauri nilikuwa kile kipindi sikuwa na ilikuwa ni ngumu pia kuwashawishi wazazi wafanye hayo maamuzi. Kwa hiyo nyakati zile zote mpaka mwanafunzi anaenda yupo nyumbani, kwa kweli nilikuwa siko vizuri sana, lakini baadaye nikasema namwachia Mungu hayo mengine. Ulikuwa na confidence gani kwa huyu mwanafunzi? Yaani
katika ule ushauri uliompa uliona nini ndani yake? Labda niulize hivyo. Kitu gani ulikiona ndani ya huyu binti? Kwanza uthubutu wa mwanafunzi kuja kwangu kuongea na mimi. Ujue wakati ule mimi nimeenda kwanza kazi ya walimu kwa nilikuwa na wenzangu. Tulikuwa kidogo ndo tumetoka university, tulikuwa tu vijana. Of course hata sasa bado kijana kidogo. Kijana unautupa kidogo. Yeah, of course, yeah. Ni miaka kama 18 imepita sasa. 17, 18. Kwa hiyo na wale wanafunzi pale tulikuwa tuna kawaida ya kuongea nao. Unajua unaongea nao mambo ya kazi, mambo ya elimu, lakini kuna wakati huwa mnaongea nao hata mnashauri mambo ya kimaisha. Na walikuwa wanatuona kwamba hawa ni vijana. Kwa hiyo unaona kama in a way kama tuna relate kidogo. Na kama mwanafunzi alikuwa A level, ina maana close to university. Kwa hiyo ni sahihi kabisa. Kwa hiyo sasa walikuwa wakati mwingi wanakuja wanatuuliza maswali ya masomo, maswali ya kimaisha, wakati mwingine hivi tu kama hivyo. Kwa hiyo kulikuwa na ile tunaita social connection iliyokuwepo kati na sio mimi tu, hata na wenzangu, kati yetu na wale wanafunzi. Kwa hiyo nadhani hiyo kidogo ilimpa urahisi na uthubutu wa kuja kuniambia jambo zito kama hili. Maanake nikaona kwamba huyu mwanafunzi kwanza ameniamini sana, na mimi nina wajibu wa kuheshimu ile imani yake. Unaona? Kwa hiyo nikasema hii kwa sababu ameniamini na kuja kuniambia na mimi na huwezi kuamini, sikumwambia mtu mwingine yeyote. Sikumwambia mtu mwingine. Mke wangu mwenyewe nimekuja kumwambia juzi baada ya kukutana na yule mwanafunzi. Baada ya kukutana mwanafunzi, ukamsimulia kama habari iliyopita huko. Nikamsimulia kuanzia mwanzo mpaka mwisho, na alishangaa sana. Kwa hiyo ni kitu ambacho nilikuwa nimekiweka kwa muda mrefu, lakini ni jambo ambalo alithubutu. Kwa hiyo nikaona kwamba kweli huyu ameniamini, basi na mimi pia natakiwa nionyeshe thamani kwenye ile imani yake. Sawa. Unachosema hiyo habari inanikumbusha wiki iliyopita kuna kitu kimefanyika. Kuna unaitwa ni mpango wa kuwarejesha shuleni. Wame launch last week, nadhani hii tarehe 10 na ngapi mwezi huu wa 11. Inaitwa Reentry Implementation Plan ambayo imeratibiwa na Wizara ya Elimu na wadau wengine wa elimu, ya kwamba wanafunzi ambao wamepita kwenye mazingira fulani magumu yakawaondoa shuleni. Mwanzo haikuwa sheria ilikuwa hairuhusu kama unavyosema, ndio maana inawezekana ilikuwa kipengele kizito sana kwako. Lakini nafurahi umesema hicho kitu kwamba sasa ni rasmi, mwanafunzi anaweza, kuna utaratibu kabisa wa jinsi gani atarejeshwa shuleni baada ya kuwa amekuwa nje ya shule kulingana na sababu hizo za ujauzito, ugonjwa, lakini nadhani na capture makundi hata yale ya walemavu, kwa mazingira yoyote yale ambayo yalimfanya mwanafunzi awe nje ya masomo. Mwanzo ilikuwa kama hivyo, mimba, kwa heri. Tena wakati mwingine mwathirika mkubwa ni mtoto wa kike. Kwa hiyo nimefurahi umesema hicho, kwa sababu kinaendana na kitu ambacho recently kimekuwa launched, hiyo implementation plan, ambayo kwa kweli naamini lengo lake ni zuri na kuwasaidia wanafunzi ambao, kwa sababu sio kila mtu anayepata ujauzito. Sijui sana wewe kwako alipitia kitu gani, lakini nimefurahi katika level ambayo aliendelea vizuri mpaka mnakutana kwenye mkutano au kongamano la wadau, na yeye akiwa ni mdau mmoja wapo wa elimu. Kwa hiyo naamini na yeye ni balozi mzuri, au anawatendea wengine wema pia. Hongera sana. Japo unaweza ukatetemeka ukasema Mungu wangu inakuaje. Asante sana. So unaonaje tunavyoendelea na taaluma yetu ya ualimu kwa maana ya maendeleo ya mtu binafsi kama mwalimu? Unajua walimu umekuwa katika fikra ambazo kidogo ni kama taaluma ina heshima yake, lakini kuna mazingira ambayo bado yanahitaji maboresho mengi katika ngazi ya mtu binafsi, katika ngazi za mazingira ya kufundishia na kujifunzia, lakini maslahi, vitu vingi, haki na wajibu na vitu kama hivyo. Unaweza ukamshaurije mwalimu ambaye anaanza taaluma ya ualimu akajiposition vipi, au
akawa na mtazamo gani ambao unaweza kumsaidia kuendelea kubaki katika taaluma ya walimu, kwa sababu kwa kweli sio walimu wote wanaoingia kwenye taaluma hiyo, sio wote wanabaki. Wapo wengi wanabaki, lakini wengi kwa kweli kama ni graduates wa education huwa ni wengi sana, lakini sio wote wanaobaki. Kama ingekuwa ni shule tunasema basi tuliingia form 1 tunaondoka, basi wengi wanaishia hapo njiani. Mwalimu anayeanza taaluma ya walimu unaweza kumwambia, hata anaendelea lakini kitu gani ambacho unaweza kushauri? Nadhani ushauri wa kwanza ni ushauri ambaye ningeweza kumpa mtu yeyote ambaye yupo kwenye taaluma yoyote. Awe daktari, awe mwalimu, awe engineer, awe mtu yeyote yule. Taaluma ya kwanza ni kwamba ni lazima siku zote aangalie ni namna gani atagrow. Sawa. Kwa hiyo unapokuwa mwalimu manake umejifunza chuoni na tunafahamu mara nyingi sio tu kwenye mwalimu, unachojifunza chuoni does not necessarily mean kwamba hiki ndio yes kwamba utakutana nacho kule ndicho utachokifanya. Kwa hiyo walimu wapya hata waliokuwepo kazini sasa hivi siku zote nadhani wanatakiwa waangalie namna ya kujiendeleza, na sio kujiendeleza kwamba warudi chuoni kwenda kufanya masters. Ni vizuri kufanya hivyo sana tu, lakini lazima waangalie kwamba kama mimi ni mwalimu wa Kiingereza, namna gani naweza nikaboresha ufundishaji wangu kwa wanafunzi. Sawa, kama nawafundisha Kiingereza, lengo la kufundisha Kiingereza ni nini? Wafaulu mtihani wa NECTA. Sawa, nini kitu gani kingine kinahitajika baada ya pale? Akitoka pale anapoenda mtaani, anapoenda nyumbani, ili somo ambalo nimefundisha tutamsaidia vipi? Je, kuna kitu anaweza akatoka nacho ukiacha hili la kufaulu mtihani wa NECTA? Anatakiwa kwa mfano aweze kuongea kwa ufasaha lugha ya Kiingereza. Je, nifanye vitu gani ili niweze kufanya huyu mwanafunzi aongee vizuri? Inawezekana vitu hivyo, hayo mahitaji ninayozungumza hayapo moja kwa moja kwenye kitabu chako cha mwongozo wa kufundishia. Kwa hiyo maana yake sasa wewe mwalimu unahitajika uende nje ya pale, uende beyond. Sawa. Kwa hiyo nadhani hilo ni jambo la kwanza, lazima waangalie kujiendeleza. Kwa maana ya kujaribu kujifunza vitu vipya, wajaribu kuwa creative, lakini pia wajaribu kushirikiana na walimu ambao labda walitangulia, wako juu kitaaluma. Jambo la pili ambalo naweza nikawashauri ni kwamba mwalimu yeyote hawezi kuepuka kuwa mlezi. Nadhani hiki ni jambo la muhimu sana, na walimu wengi huwa tunakosea kwenye hilo. Mwalimu yeyote ni mlezi, na tunaposema mlezi maana yake ni kwamba unamlea mwanafunzi kitaaluma, lakini pia unamlea mwanafunzi kimaadili, lakini pia unamlea mwanafunzi ili aje kuwa raia mwema. Unamlea mwanafunzi ili aweze kufanikiwa. Kwa hiyo siku zote walimu tunawajibika kuwaongoza wanafunzi wetu. Kuna walimu ambao wanazima ndoto za wanafunzi kwa namna moja ama nyingine. Inawezekana kwa sababu mwanafunzi anaweza kuwa na ndoto fulani. Kwa hiyo mwalimu ile ndoto akaona huyu hawezi. Sasa umemjaji moja kwa moja bila kujua kwa nini ana ile ndoto ama amewiwa kiasi gani, baadaye ukakatiza ndoto zake. Kwa hiyo hilo jambo la pili, kwamba katika ulezi wetu tunatakiwa tuwe na ile nafasi ya kuwaguide wanafunzi waweze kufikia ndoto zao. Yaani kwa lugha nyingine ni kama tunakuwa unafanya coaching. Sawa. Wanafunzi wana ndoto kama binadamu mwingine yoyote. Tujitahidi tunapoweza kuzijua ndoto za wanafunzi na pia tuwaguide waweze kufikia ndoto zao. Lakini jambo la tatu ambalo linaenda kwenye ulezi huo nadhani ni kwenye kutengeneza mazingira salama ya wanafunzi kujifunzia, kusoma na kujifunzia. Kwa hiyo lazima tu create safe space. Na tunaposema safe space maana yake tunazungumza mazingira salama physically, lakini pia hata emotionally. Sawa. Mwanafunzi
anapokuja shuleni anatakiwa awe kwenye mazingira salama. Yaani iwe ni kimbilio lake. Huko mtaani kuna mambo mengi sana. Shuleni inatakiwa iwe sehemu salama. Kwa hiyo anaweza akawa yuko darasani anajifunza. Wewe unavyowasiliana naye inawezekana ukawa unaondoa ule usalama. Mwanafunzi anavyofanya kosa, unavyo react ama unavyomwadhibu pia inawezekana unaondoa ule usalama. Lengo la adhabu sio kuondoa usalama kwa mwanafunzi. Lengo la adhabu ni kumjenga, kumfanya mwanafunzi kama alikosea basi ajifunze. Kuna adhabu ambazo tunazitoa huwa hazifundishi, zinabomoa. Kwa hiyo sisi kama walimu ama walimu wengine wote kule wanatakiwa wafahamu hilo lengo, kutengeneza mazingira salama. Na kwenye sehemu ambayo ni ngumu sana kwa walimu wengi nimeona ni namna tunavyowasiliana na wanafunzi wakifanya makosa ama wasipofanya. Kuna maneno ambayo tunayaongea ambayo kuna mpaka leo kuna mtu mzima anaweza kumkuta anakumbuka maneno ambayo aliambiwa na mwalimu alipokuwa darasa la 2 au la 3. Lakini tu kwa sababu alisema neno la ovyo. Unaona? Anamwambia mbwa wewe si nini, labda kuna kitu alikosea. Maneno ambayo sio mazuri. Sasa pia hiyo sehemu ni sehemu ya kuiangalia sana. Kama sisi ni walezi tunatakiwa tutengeneze mazingira salama. Na kuna wanafunzi wananyanyaswa hata majumbani kwao. Inatakiwa kimbilio liwe nyumbani. Kuna wanafunzi wanatoka kwenye mazingira magumu sana. Mazingira magumu sana. Sasa hivi utakuta, najua sasa hivi serikali kwa mfano kwenye shule za umma wamekataza michango, ila najua kuna wengine wanachanga kwa mfano kupitia kwenye kamati za wazazi ambayo imeruhusiwa kisheria of course. Sasa utakuta kwa mfano kuna wanafunzi kutoka kwenye mazingira magumu, labda kuna michango inapita ya chakula, mwanafunzi yule hana hata hiyo hela, labda kwa mfano inawezekana ikawa ni shilingi 1000 2000. Sasa kama mwalimu, kuna walimu pia ambao labda wao ndio wanafuatilia ile michango, unaweza kukuta hawazingatii hayo, yani hawazingatii yale mwanafunzi. Kwa hiyo utakuta anamharasi hata kisaikolojia. Yani au nyakati zote kila mtu anajua kwamba mtu fulani labda hana hela, mtu fulani hajatoa michango. Kwa hiyo kuna vitu kama hivi, vitu ambavyo unaweza kuona ni vidogo lakini huwa vinaathiri sana maisha ya mwanafunzi. Kwa hiyo inatakiwa tuwafanye wanafunzi wajisikie salama wakati wote. Sawa, na tunaposema wajisikie salama wakati wote, maana yake ni kwamba sisi kama wazazi tuna role ya kuplay. Kama walimu, kama wazazi tuna role ya kuplay. Maana yake tunatakiwa tuhakikishe mwanafunzi yuko salama physically lakini pia emotionally. Sawa. Nadhani kama nimejibu sawa sawa. Na la 4 na la mwisho, la mwisho ambalo linafanana na lile la kuguide ndoto zao. Kila binadamu, hata mimi na wewe hapa, tunasema kila mtu ana strength na weakness. Tuna mapungufu yetu, lakini pia tuna mambo ambayo labda tunafanya vizuri sana. Kuna mwingine anaweza akasimama mbele za watu akaongea, mwingine ukimwita pale anatetemeka. Kuna mwingine anaweza akaandika vizuri sana, labda ni barua ama essay. Mwingine kuandika sio mzuri, ila yuko vizuri kwenye kuongea. Mwingine ni mzuri sana kwenye kuchora vitu kama hivyo. Sasa walimu nadhani moja kati ya vitu ambavyo tunafanya makosa mara kwa mara ni kwamba tuna zile strength ambazo tunasema hizi ndizo strength ambazo kila mwanafunzi anatakiwa kuwa nazo, bila kuangalia utofauti. Na tunataka kwa mfano labda watoto wote wafaulu hesabu, wote waweze kuongea Kiingereza vizuri, au kwamba usipofaulu hesabu wewe una akili vizuri, una mlembo kwamba wewe Sasa hilo ni kosa. Au kama hujui chochote labda Sasa sisi tuna kazi kwanza ya kuwa empower kwenye vile vitu ambavyo unajua wanafanya vizuri. Inatakiwa tufanye juhudi ya kuvinyanyua. Na vile ambavyo tunaona kuna weakness ama hafanyi vizuri, tufanye juhudi ya kuvibadilisha viwe strength. Inawezekana ikawa ni ngumu lakini tuvibadilishe. Kwa hiyo tujue strength zao na weakness zao, alafu tu capitalize kwenye strength. Tujaribu kuwatia nguvu zaidi kwamba bwana wewe hivi
hii safi kabisa, hii unaweza wewe bwana, kwa sababu utakuta kwa mfano kuna mtu mwingine labda anapenda kurukaruka sarakasi lakini darasani ukimpa mtihani anapata 10, anapata 20. Unaona kwamba huyu ni hopeless, hawezi kufanikiwa hata kwenye maisha kwa sababu anaruka. Hapana, naambia hii kitu unachokifanya hiki baadaye pita njia hii utafanikiwa zaidi. Kwa hiyo encourage katika yale maeneo ambayo tunaona hata kama yahusiani na taaluma moja kwa moja, tuwape hizo na umesema vizuri kwa sababu katika mazingira ambayo mwanafunzi anaona kwamba kitu fulani mwalimu anamuelekeza ukifanya vizuri zaidi, ndio mwalimu anaweza kumjenga kwenye kuboresha. Na pia sio lazima sana kwamba atakiweza. Hata asipokiweza ajue wazi kwamba it's not a crime, kwamba sahihi, si ndio kwamba kutokujua kitu fulani pia it is okay. Sahihi kabisa. Na kuwashangilia wale ambao wanakiweza hicho kitu fulani. Yeye focus kwenye vile anavyoviweza. Japokuwa bado kwa kweli tathmini kwa kiasi kikubwa ambayo tumeendelea nayo ni ile ya mitihani na alama A, B, C, D na kadhalika. Ni kweli na hizo grades zipo, hatukatai. Tutafanya wajibu wetu kadri inavyowezekana, lakini umehighlight kitu kizuri na nadhani pia ndio hata mlengo wa mkondo wa amali, si ndio kwa maana kwamba kama kwenye hayo masomo hafanyi vizuri sana katika kiwango kile ambacho ungetegemea labda apate C, B na A, lakini kumbe akienda kwenye kushona sahihi anafanya vizuri kwa sababu kwa hiyo ni kuibua na kuwaelewesha wanafunzi exactly what it means na unapimwa katika nini na kwa sababu gani na ili iweje mwisho wa siku. Highlight vitu vizuri. Samahani kidogo, labda kwa kuongezea kidogo hapo kwanza kwenye uzungumze hilo, hata katika kujifunza nadhani walimu huwa sio, unajua nikisema hivi naona kama anawataja walimu wote, sio wote. Hata mimi nimefanya sana haya makosa nadhani katika miaka yangu karibia yote ambayo nilikuwa nafundisha. Ili kosa nilikuwa nafanya ni kwamba tuna assume kwamba wanafunzi wanajifunza kwa namna moja tu. Ukiandika notes pale anakaa na kusikiliza na yeye labda anaandika notes anajisomea basi, lakini wanafunzi wana namna tofauti ya kujifunza. Kuna visual learner ya akitizama tu hivi anaona, kuna mwingine anataka afanye, hataki maelezo mengi, anataka afanye ili ndo ataelewa vizuri. Kuna mwingine ana observe, unaona. Kwa kuna namna tofauti yake. Sasa nadhani walimu pia tunatakiwa tuangalie hata tunavyofundisha, na hii ni knowledge ya hata vyuoni kwetu vyo wanafundisha hivyo vitu, lakini huwa tuvipractice pamoja na hizo learning styles. Lakini ni lazima pia tu acknowledge kwamba si shule zote mazingira ya kujifunzia yanamsaidia mwalimu, yanamsupport mwalimu kufanya hizo kufuata hizo mbinu za kufundisha zinazo accommodate hao wanafunzi wenye ujifunzaji huo tofauti. Unakuta wengine wana madarasa makubwa sana, hata kwa ajili au muda labda mwalimu mmoja tu ndio pekee kwenye hilo somo shule nzima, au wako wawili. Kwa walimu tunapambana na vitu vingi, lakini it's a good reminder kwa sababu katika namna ambayo mazingira yataruhusu sio vibaya. Walimu wanaweza kashirikiana. Kama ni darasa kubwa, leo nataka nika practice kitu fulani. Bring your fellow teacher and do the core teaching. Si ndio labda leo unataka kidogo uwape na wenyewe uwanja hawa wale ambao ni wanafanya kwa kutenda zaidi, au wanafunzi wengine wanafanya kwa isiwe mzigo mkubwa mtu unamuelemea peke yake na akaona sasa mambo gani haya. Kwa kweli tuna acknowledge it's not easy katika baadhi ya maeneo na katika mazingira fulani, au pia mwalimu labda ni muda mrefu labda hajapata mafunzo. Kwa kuna vitu, sababu zipo nyingi, na ndio maana mijadala kama hii inatusaidia kutukumbusha, na kama ni mwalimu ambaye anaona kwamba hapa pananigusa, tafuta msaada, seek support kutoka kwa mwalimu wenzako pale shuleni, na kila kitu kinawezekana. Kevin, tumeongea mengi na ninajua tukiwa na nafasi nyingine bado tutakuwa na mengine ya kuongea. I really appreciate your time. Ningetamani tuishie hapa kwa leo, lakini niahidi siku nyingine tunaweza tukazungumza, maana najua una hadithi nyingi sana. Una hadithi nyingi sana kwenye safari yako. Sawa, kuna shida. Asante sana. Kama ndio mara yako ya kwanza kutembelea channel hii, usisahau kushare
share video hii na mwalimu mwingine ambao nadhani maarifa haya yanaweza kumsaidia. Lakini pia tuambie wewe ni kitu gani ambacho una kumbukumbu nacho, au katika vile ambavyo Kelvin amevisimulia vinaendana na kile ambacho umekiexperience au unakiexperience. Usiache kucomment na kusubscribe, lakini kama kuna hadithi ambayo wewe mwenyewe unayo na ungependa watu wengine wajifunze kutoka kwako, tafadhali niandikie kwenye email address ambayo nitaiweka hapo kwenye description ili tuweze kuwasaidia na wengine kujifunza zaidi. Mpaka wakati mwingine, asante sana na kwaheri.